Bwana Yesu asifiwe. Natamani niweze kukujuza kitu, Mkristo mwenzangu unayetegemea unataka kuingia mbinguni. Kuna vitu havitakasiki. Elewa, weka akilini, weka katika uelewa wako na ubongo wako hapa ndani kwamba kuna vitu havitakasiki. They are not able to be cleansed ama washed. Sijui nisemeje ili mradi uweze kuelewa. Kuna vitu havitakasiki. Haijalishi utapiga maombi kiasi gani, lakini hivyo vitu havitakasiki. Na mojawapo ya hivyo vitu visivyotakasika ninachotaka nikuelekeze, wache, ni kitu kinachoitwa energy. Hivi vinywaji energy, Monster, Dragon, Kung Fu, Red Bull, sijui G-Boost, nini, sijui, achana na hivyo vinywaji. Mkristo unataka kuiona mbingu. Unaweza kaona jamaa huyu mbona simuelewi huyu? Mbona yani muda wote ni vitu vyake ni vieleweke. Sikia nikwambie. Mimi nakuletea kitu ambacho baada ya maombi, baada ya study ya watu kadha ambao wamesogezwa mbele za Mungu na Mungu kawathibitishia, ninasimama kwa kile ambacho Mungu alinithibitishia mimi, pamoja na kuweza kuwagusa watu wengine, kuweza kupata kujua kwamba vitu hivi si sahihi. Ndio maana nakuletea kukwambia, acha hicho kitu kinachoitwa energy. Hicho kinywaji kinachoitwa energy. Sikia. Kwanza kabisa unaambiwa wasitumie watu wenye umri wa miaka 18. Right? Alafu unaambiwa wenye pressure, sio wenye nini, wa mama ambao wamebeba mimba hawastahili kutumia. Nazungumza kwa sababu mimi mwenyewe kwanza nilikuwa natumia. Nizungumze hichi kitu. Mimi pia nilikuwa natumia. Ninatumia. Ikafika siku Bwana akanithibitishia kana kwamba hichi kitu si sahihi. Nikakutana na dada mmoja ambaye alipata neema ya kuonyeshwa akiwa amesimama katika kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa kasima anaelekea katika ile jiji la milele linalowaka na kung'aa. Kabla hajafika mahala pale, akazuiliwa kwa sababu alikuwa anatumia hivi vinywaji vinavyoitwa energy. Yani Mungu amemuonyesha kama maono, kama sehemu ya kumuonyesha, binti yangu, hivi vitu vitakuzuia kuingia mbinguni. Energy, hizi vinywaji mnavyosema nyinyi ni vya kukupa nguvu. Alizuiliwa kuingia mbinguni kwa sababu ya hivyo tu. Sasa sikia. Mimi kuna siku Bwana akanithibitisha. Nilisikiliza huo ushuhuda, nikamsikia, akaeleza, nikasema okay, si kitu kibaya, ni kitu chema kabisa alichokizungumza. Nikasema nisimbeze, nisionekana kana kwamba mimi ndio najua sana, nikaacha. Nikasema okay, acha iwe hivyo. Nikasema Bwana, nithibitishie katika hichi ninachosikia. Maombi tu simple. Kama Mungu nithibitishie, nielekeze. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikaambiwa tu, sio nikaambiwa. Sikio nipo kwenye ibada. Katika ile ibada nimekaa, ndugu zangu, nilikuwa nimechoka. Sasa katika ile kuchoka, yani pale sasa ibada inaendelea, mimi yani niko na dozi ile. Yani umechoka. Yani pale nikawa namwambia Bwana, nisaidie. Nitie nguvu niweze kuhudhuria. Mungu nisaidie. Nitie nguvu niweze kuingia. Nilisikia tu ile mwili kuanzia juu kichwani hapa mpaka miguuni, nikasikia yani kama vile nimepigwa shoti. Ndugu yangu, usingizi uliisha, ule uchovu uliisha, yani kila kitu kilipotea. Sasa ndugu yangu, badala ya kumkimbilia yule Mungu aliyempa Samsoni nguvu za kupiga watu 1000, unaikimbilia chupa ambacho ndugu yangu ni kilevi kilichokuwa kimethibitishwa kana kwamba hichi mnaweza mkakitumia. Wazungu wanasema you can consume, it's authorized, lakini kiuhalisia ni pombe. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mimi nilikuwa ninaangamia, nilikuwa siwaelewi watu, lakini ikafika tu nikaelewa. Nikasema kumbe ndio hivi. Bwana alinithibitishia kwamba hakika nikiingia kwenye maombi, Mungu yuko radhi kunijibu, kunielewesha, kunielekeza kwamba inawezekana nikapata nguvu kutokana na yeye. Sikia nikupa ushuhuda. Nipo kwenye uinjilisti. Nafanya uinjilisti pale, nikaguswa nizungumzie hiki kitu. Nikasemaje, ndugu zangu, kuna vitu vitakukosesha kuingia mbinguni ambavyo wewe unavichukulia ni kawaida. Na mojawapo nakumbuka nilitaja kabisa, nikasema ndugu zangu, hivi vinywaji vya energy, vitawazuia msiingie katika ufalme wa mbinguni.
Baba mmoja baada ya mahubiri nikatoa namba zangu, sababu kama mtu anataka kuwasiliana na mimi anitafute kupitia namba hizi. Baba mmoja ni mtu mzima akanipigia simu akasema, mwanangu mtumishi, nimekusikiliza leo, nimepata uthibitisho kupitia wewe. Akasema vipi? Akasemaje, nilikuwa ninaomba Mungu anielewesha, nielekeze, nirekebishe wapi, nitengeneze wapi ili nimpendeze. Kitu gani kwenye maisha yangu nikiondoe? Yani alikuwa anazungumza katika namna hiyo kana kwamba anataka kuweza kukaa sawa na Mungu ili majira yakifika sikose kuingia mbinguni. Sasa anasema hivi, anasema mtumishi, nilikuwa nimetoka nimeenda dukani nikanunua hicho kinywaji cha energy. Sasa nimenunua, wakati ninakunywa mtoto akatokea pale, alionyesha ishara kustuka. Alivyoniona akaonyesha ishara kustuka. Hey, baba, na wewe unakunywa pombe? Sasa wakati anasema hivyo akamwambia yule binti, hapana, hii sio pombe, hichi ni kinywaji tu cha kawaida kama soda. Anasema hivi, yule binti akawa anagoma, anasema, baba sikia, hiyo ni pombe. Yani mtoto anamthibitisha, anamkazia, sasa baba hapana, hiyo ni pombe, hiyo sio soda, hiyo sio kinywaji, hiyo ni pombe. Sasa hapana, anagombana sasa mtoto, hapana binti yangu, hii ni soda, hichi ni kinywaji tu cha kawaida. Binti anasema mtumishi, yule binti akawa ananikazia, baba hiyo ni pombe, sio sahihi, sio yani akawa anasema hivyo kana kwamba binti anakazia hiyo ni pombe. Sasa wakati anatoka pale akawa anachukulia yule dada, yani yule mtoto kana kwamba hajielewi, yani anazungumza vitu kwa sababu ya utoto wake. Sasa alipokuja kukutana na mimi ninafanya uinjilisti, niliposema hicho kinywaji kitawazuia kuingia mbinguni, ndio akaunganisha, akasema yule mtoto alikaza, anijui anifahamu, lakini alikaza kuniambia hii ni pombe. Huyu mtumishi naye ananyenyuka na kuja kuniambia hichi kitu sio sahihi, kwamba kitanizuia kuingia mbinguni. Maombi yangu alikuwa ni maombi gani? Nilikuwa ninaomba nijue ni kitu gani nirekebishe ili nisije nikakosa kuingia mbinguni. Haijalishi una upako kiasi gani, kwa kuwa unatumia hivi vinywaji vya energy, nakwambia haijalishi unafunga 7, haijalishi unafunga 40, haijalishi unafunga 3 kavu, unafunga mwezi mzima, unafunga mwaka mzima, haijalishi. Kwa kuwa unachukua hiyo chupa na kuiweka hapa kwenye mdomo, nakwambia ukweli, utashindwa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Danieli akaingizwa kwenye ufalme ule aliofika mahala pale katika mateka wao Wajemi. Kafika pale wakaambiwa, jamani, mnapewa vyakula vya wafalme muweze kunona ndani ya muda huu mchache, ili utakaposimama mbele za mfalme basi uonekane una kitu fulani. Sikiliza, Danieli aligoma. Danieli alisema ndio, hivi vyakula vinaonekana kama vyakula, kuna divai, sijui kuna nyama, sijui kuna nini, lakini Danieli alisema nipeni mtama, nipeni na maji. Mtama na maji. Sasa wewe unachotaka kukifanya, unakula vitu vya kidunia, unakunywa vitu vya kidunia, unategemea ya kwamba katika hicho kinywaji kilichoandikwa chini ya miaka 18 wasitumie, wewe unategemea ukihalalishe kana kwamba baba, ninashika kinywaji hichi, ninatakasa kwa damu ya Yesu, ninapokwenda kutumia hakuna chochote kitakachonidhuru, ninavunja na kuharibu kila nguvu za giza kwa damu ya Yesu Kristo, natakasa, amina. Unategemea kwa kusema hivyo basi hicho kinywaji kiko safi. Yani wewe ndugu yangu umekuwa kama ndugu zetu wa Roma, wanaingia ibadani, wanatoka wanaenda kukaa baa, wanakunywa bia kana kwamba Waislamu wanasema sunna. Yani wanachukulia ni safi. Bwana akabadilisha maji kuwa divai na sisi tunywe. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Haya ni maarifa unayopatiwa. Hii kauli ni maarifa unayopatiwa. Ninakusihi, nenda mbele za Mungu, mwambie Bwana, nilikuwa sielewi, nilikuwa sijui, leo nimefahamu, leo nimetambua. Sitajihusisha na hivyo vitu. Ninatubu leo hii, nisamee kwa kuwa nimefanya, nimetenda, lakini leo niko tayari kuanza upya. Acha kutumia vinywaji vya energy. Acha kutumia vinywaji vya nini? Vya energy. Unahitaji nguvu? Yupo Bwana mabwana. Unahitaji nguvu dhahiri? Kuna vitu halisia ambavyo unaweza kuvitengeneza, sijui tangawizi, ukachukua na asali, ukachukua na vitunguu saumu, ukachanganya pamoja, ukanywa, kile kitu kinakupa nguvu. Ukachukua asali peke yake, sijui unachanganya nini, hivi vitu halisia vipo ambavyo unaweza kuvitumia katika uhalisi wake.
Sasa wewe ndugu yangu unaamua kuchukua kinywaji ambacho ni najis, unakithibitisha kwa damu ya mwana kondoo, utanikumbuka. Na wengine wote waliokuambia kwamba hicho kitu sio sahihi, utakumbuka. Kama leo hii utasema mpuzi huyu, mjinga huyu, hajielewi huyu, utanikumbuka. Tubu dhambi, acha hicho kitu. Yesu Kristo anarejea hivi karibuni, na kusi katika utukufu wa Yesu, acha kunywa hivyo vitu. Mungu akusaidie na anisaidie na mimi pia. Amen.